walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akasema, heri walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Haleluya! Kumbe masikini wa roho ni watu wa jinsi gani? Ni watu wa aina gani? Masikini wa roho ni watu wenye uhitaji wa neno la Mungu, watu ambao nyakati zote wanahitaji, wanapenda kusikia neno la Mungu mahali likihubiriwa, watu wasiochoka kusikiliza maneno ya Mungu. Ndiyo Yesu anasema heri kwao walio masikini wa roho, maana hao ufalme wa mbinguni ni wao. Watu wanaolipenda neno la Mungu, watu wanaolitafuta neno la Mungu usiku na mchana, watu ambao wamejitoa katika kulitafuta neno la Mungu ili waweze kulipokea neno la Mungu la kweli. Wanatembea wakiwa na uhitaji siku zote na mahala pote. Wao ni wahitaji, wanahitaji kujifunza, maana wanajua safari yao ya ufalme wa Mungu iko pale imewasubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Safari ya kwenda mbinguni hatutakiwi kuisahau hata nukta na sekunde moja katika maisha yetu na mawazo yetu. Japo tuko duniani, lakini nikushauri, ukamaliza siku haujatafakari habari za kwenda mbinguni, habari za ufalme wa Mungu, basi umepoteza. Maana maandiko yanasema siku tusiyoijua, dakika tusiyoijua, mwana wa Adamu yuwaja. Bwana Yesu atuhurumie sana na atusaidie. Ndiyo maana tunatakiwa kuwa na uhitaji wakati wowote, mahali popote. Tusisahau kufikiria mambo ya ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Yesu alifundisha kwa uchungu mkubwa, kwa sababu alijua mwanadamu masikio yake ni magumu na muda aliokuwa nao ni mchache. Kwa alifanya kazi ya kufundisha habari za ufalme, habari njema, siku zote bila kulala usingizi, maana muda wake ulikuwa mchache. Anafanyaje? Hivyo aliendelea kufundisha neno la Mungu kwa nguvu zake zote, na muda wake wote aliuchukua katika kulihudumia kundi. Wakati wowote hakuchoka. Tukija pale mstari wa 4, anasema heri wenye huzuni, maana hao
watafarijika. Huzuni ni nini? Huzuni ni kitu ambacho hakileti furaha, kitu ambacho kinapoteza furaha ya mtu. Kwa katika dunia kibinadamu, mtu akimpoteza ndugu yake anakosa amani, hawezi kuwa na furaha. Ndio maana jambo likitukia kama hilo, familia inayohusika unakuta wanalia kwa sababu wameondokewa na ndugu yao. Hivyo huzuni zinaingia ndani ya mioyo yao, wanabadilika. Lakini inazungumzia kitu ambacho Yesu alifundisha. Huzuni ile ni huzuni inayohusika na mambo ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakatifu wake ambao wana huzuni, anasema hao watafarijiwa na yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kuna mapungufu ambayo mtakatifu pamoja na kuwa ameokoka anampenda Yesu, lakini anasongwa. Kuna mambo ambayo ni mitihani kwake inamsonga, lakini neno la Mungu linasema avumilie, atafarijika siku ile atakapofika katika ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Unaweza kuta ni mtu wa Mungu, lakini ana ugonjwa ambao umeshindikana katika maombi, na hawezi kugeuka amwache Mungu. Kazi yake ni kuendelea kuomba na kumtegemea Mungu, kwa sababu huwezi jua katika shida hiyo, inawezekana Mungu ameruhusu kiwa kipimo chako. Kwa hiyo unatakiwa kuvumilia. Ipo siku utafarijiwa na Yesu mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Watu ambao wamebahatika kuzaa watoto ambao ni walemavu, tena hapa duniani katika kazi ngumu. Omba Mungu akusaidie. Kuna watu wana shida, kuna watu wana mzigo. Ukizaa kilema asiyeongezeka, utajua kazi. Hapo watu ambao wameteseka, wana watoto asiyenyosha miguu, siku zote wako ndani. Ukiambiwa miaka yake anakuzidi hata wewe wakati mwingine, lakini pale alipolala anaonekana kama ni mtoto, lakini kumbe ni mtu mzima ambaye ameshakuwa na miaka mingi. Hizo ni njia za Mungu ambazo hazichunguziki. Mapenzi ya Mungu. Wazazi wanapata huzuni, wanaomba mpaka wanachoka, wanaendelea kumhudumia, maana ni kitu kilichotoka ndani yao. Kwa hiyo kukitupa hawawezi, ni damu yao. Wanasema damu ni nzito kuliko maji. Mama ndo wa kwanza
kupata shida ya kumtunza yule mtoto, atamhudumia apende asipende, kwa sababu ni kitu kimetoka ndani ya tumbo lake, hawezi kumwacha. Lakini mtoto yuko hapo, anahitaji kulishwa, anahitaji kuogeshwa, anahitaji mahitaji yake yale ya muhimu ya kibinadamu, na anayemsaidia ni nani? Ni mama. Sasa mama yule anakaa na huzuni, anafikiria maisha yale Mungu atambadilishia lini. Anakosa raha, anakosa amani katika roho. Anatakiwa kuvumilia, na ipo siku moja kwa kazi ile aliyopewa na Bwana, maana hakuna mtu aliyempa. Siku moja Bwana atamuondolea huzuni zake kwa kazi nzuri aliyoifanya kwa uaminifu kumtunza yule mtoto. Ona watu watakapofika mbinguni, kila mtu atakuwa na taji yake kulingana na kazi aliyoifanya hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema heri wenye huzuni. Kuna watu ambao wanadhulumiana hapa duniani. Sasa kama mtu amefika pahala, hakimu amepokea kesi ya mrokole na mtu wa duniani, kisha yule mtu wa duniani anapeleka pesa kuhonga, halafu hakimu wakati wa kutoa hukumu anatazama usoni. Anapotazama usoni, anakuta yule gharimu anafanana na pesa. Anapoangalia yule mtu wa Mungu, akimwangalia usoni, anaona kuna upako wa Yesu tu. Anasema hapa siwezi kupata chochote ambacho watoto wangu wanaweza kwenda kula leo. Kwa anapotazama huko, anapoona yule baba anafanana na hela na yamkini ameisha mtafuta pembeni, basi anaamua kutoa hukumu ya haki ambayo angepatiwa yule mtu wa Mungu. Anaichukua, anambebesha yule dhalimu. Angalia uchungu atakao upata yule mtu wa Mungu. Ana uhakika kiwanja ni cha kwake, mfano, lakini kwa sababu ya pesa amenyang'anywa, na kwa sababu amenyang'anywa na dola, hana cha kufanya kama sipo kumtazama Yesu ndiye abaki, ndiye mfariji wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Akitoka pale ananyosha mikono, maana amekosa mtu wa kumtetea hapa duniani, lakini yupo mtetezi ambaye atamtetea na atamlipa hapa duniani kwanza, lakini pia hata katika ufalme wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Bwana anawafariji watu wenye huzuni katika Bwana, wafarijike, maana hata mbinguni watafarijiwa. Anawapenda sana.
Nawapenda sana.